Mmekaa hapo mmetulia. Hata mjui ndio Sam wafikiria mmepata ngapi. Je, wafikiria umepata ngapi? Sina dhania. Nimejaribu. Mimi. Penye tile telemi kwa pale jamii na mwalimu. Kwa naona giza. Hadi mimi nadhani nilipata nzima. Wewe? Wewe? Mimi hata sijui nipata ngapi. Je, mimi naona nishapass. Niko na mkono mtani ilikuwa hizo sweet. ilikuwa hiyo azizi. Iko ni mtani kwa kwangu. Basi nyam kusoma. Tulisoma lakini kuna mtu mmoja ilikuwa tutatiza nikimtaja tu mambo tu. Hivi nini? Hamkuona pia Kiswahili kwa ngumu. Wewe nawe pole na kuja. Wachekesha aliona hata kufika anaona kweli. Sawa ya vizuri. Sio hata leo tutapata ngapi? Kiswahili nakiongea kila siku. Mimi nadhani nimepass. Lugha yetu. Nyinyi mmezidi. Nataka mitihani mkifanya. Mitihani kitu gani? Ongeleni mada nyingine bana. Mitihani makaratasi ambayo tukimalizia tunapozana chooni. Ongele kama mwanimia chip hivi. By the way, walimu walisema that trip tunaenda leo. Mimi nasikia mpaka shule zifungwe na tunaenda na nguo za nyumbani. What? Mbona tutafanya kama shule 5? Sitafanya ni raha. Ni kweli. Ila kwanza naona mimi. Maana mimi bado. Mimi nishalipa kitambo. Mimi bado. Ila kwa sasa nina pesa hapa na nitaenda kulipa baadaye. Baba yangu amesema atanilipia kishisha. Mimi nilipa kitambo, baba yangu alilipia mimi na dada yangu. Wewe mwenye baba. Ila kuna mtu aliyekuwa hapo anamuuliza iwapo umelipa au la. Kwa hiyo acha shule. Na tena msitasipende. Kwanza ndio kesho kakulipia. Sitaki, nitaenda mwenyewe. Niyo sasa kakulipia. Ana mikono na miguu tena nilipia mwenyewe. Koma. Mdomo wako nitaukata. Nipe kakulipia. Au muamini huo ujue ndo kiranja hii shule. Nipe kakulipia. Kabla tuendelee na somo letu la hisabati, kwanza kwa leo tuna taarifa nzuri sana, na taarifa hizi ni kuhusu kidada. Kidada, hebu njoo mbele. Makofi kidada. Sasa kama nilivyoambia kwamba kidada siku ya leo amenifurahi sana tena sana. Na kama nilivyoambia jinsi alivyonifikisha ni kwamba kidada ameweza kutoa pesa ya free. Hebu mpigie tena makofi kidada. Na toka kidada aanze kusoma katika hii shule, yeye hajawahi kutoa pesa ya free. So it means ya kwamba kidada katika hii trip ambayo kwamba tumeiandaa, kidada ataandamana na sisi. Kidada pia yuko katika hilo kundi na tutaandamana naye ili kuweza kuhafana. Kama wanafunzi mtakwenda kufurahi na nyinyi. Vizuri sana. Kidada unaweza kurudi kwa keti. Mama, mbona uko mnyonge namna hiyo? Una nini? Mwalimu, mimi sina furaha kama kila ninapomuona kidada darasani. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba kidada yuwasumbua darasani? Mwalimu, kusema kweli nimemchoka kidada. Kila muda yeye tu, basi ni lini sisi wanafunzi wenzao tutaweza kupata amani?
Mama, usijali kwa hilo. Wacha mimi nikutoe tu hofu ya kwamba kidada nitajaribu kuongea naye na pia isitoshe nitamuonya kwa hilo. Sawa? Ni sawa mwalimu, ila sipo mimi tu, bali na wanafunzi wengine wamechoka. Mimi kweli naona itabidi nihamie shule. Hapana. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Maana ukisema wahamia shule nyingine, wahamia hapo enda shule nyingine, waweza kumpata mwanafunzi kisirani kama vile kidada, zaidi ya kidada. Kwa hivyo kuwa na moyo wa subra, nitamuita kidada hapa na nitaongea naye na pia isitoshe nitamuonya, sawa? Sawa, ikishindikana msimamo wangu ni ule. Sawa, haina tatizo. Unaweza kwenda nyumbani. Marahaba mwanangu. Baba, tushamaliza mtihani, angalia nimepata 100 kwa sababu. Wow. Umepata 100? Mwanangu, vizuri sana. Kazi nzuri. Wow. Mashallah. Endelea kutia bidii hivi. Nakuombea Mungu mwanangu, uje uwe daktari. Sawa mama? Wewe, umepata ngapi? Nakuuliza wewe, umepata ngapi? Amepata 04. 04? Hiyo nenda kamuonyeshe mamako. Yaani nini watoto? Kila mmoja amechukua akili ya mzazi mmoja. Shamsa hiyo akili ni yangu mama. Lakini wewe, akili yako mama ako exactly. Nenda kamuonyeshe mamako mazuri yako. Toka, kamuonyeshe mamako. Njoo mwanangu. Mama. Njoo mama. Keti hapa mama. Wow. Umepata 100 mwanangu. Vizuri. Endelea hivyo mama. Sawa? Vizuri. Mama tia bidii. Wewe ndio jicho la familia. Sawa mama? Tia bidii. Inatakana hivyo. Sawa mwanangu? Sasa mama, kajiandae vizuri. Kaoge, leo nikupeleke outing. Beach mama ngina kule. Na nikakulee chipsi kuku. Nasikia mwanangu? Ama unataka nini mwanangu? Hiyo mama. Sawa. Wewe nenda ukaoge, jiandae sawa mama. Achana na wale bongolala wewe. Sawa mwanangu? Enda mama kajiandaa. Na usimwambie. Sawa mama? Tunatoka mimi na wewe. Sawa mwanangu? Nenda mama. Nenda. Vizuri. Kazi nzuri. Amechukua kila babake. Mtoto wa Simba ni Simba. Vizuri. Hapa. Odi. Hebu nje. Naam, hujambo. Bila salamu. Yuko wapi huyo mwanao? Yupi huyo? Nisema anaitwa nani vile? Kidada. Huyo kidada. Mtoto mkorofi kama nini? Anawezaje kuchukua pesa ya mwenzie ya trip? Ana wazimu yeye. Huyu dadangu uko ndani. Kidada, Abe. njoo hapa. Muite hapa nje haraka. Kuna nini hapa? Mbona mambo beka hivi? Matusi hayo. Matusi ni kuja kwa watu bila taarifa. Uone ni ukicholo upindukia. Wamuona venye anavyoniongelesha? Wewe utakwenda mimi? Sasa sikia. Kama una kazi ya kufanya, mimi nitakupa. Maana ndio umeshinda kwa kuwa na maana unajua ni sivyo. Shangazi, twengo, achana na. Usiniangalie watu shei bwana huko. Tena hivi karibuni nitegeta sikia habari za mwana. Heti ho, kachukua pesa ho, kafanya nini? Namtokeni hapa.
Nikushonee vitabu pia. Hapo kwenye vitabu hapo. Tuanzie hapo kwenye vitabu. Umesema amekuchana vitabu? Naam baba, vichana kisha akamrushia usoni. Ni sawa. Lakini sasa hapo kwenye vitabu nikuulize binti. Hivyo vitabu vinakusaidia na nini? Vya kusomea. Vya kusoma vipi? Vya kusomea vipi wakati upate hata nusu ya alama? Si ni bora ungechukua baki zima kalichana. Lakini dada tabia zake ni mbaya. Maana alimpokonya ile rafiki yangu pesa. Sawa, naelewa sawa, lakini hapo kwenye vitabu hapo hakuna uzito wote. Mbona uwe mbinafsi kiasi hicho? Hawa wote ni watoto wako ama binti si mtoto wako? Najua ni mtoto wangu. Najua ni mtoto wangu. Lakini mbona umtenge kisa haunganishi vyema? Kaa ukijua vile alivyo ni Mungu kamjalia. Mimi nawapenda wote wawili bila kubagua. Manake hawa ndio Mungu kanijalia mimi. Lakini wewe haufanyi vizuri. Samahani kama nimekukwaza. Mke wangu unanielewa vibaya mke wangu. Sio hivyo mke wangu. Unajua mama, inabidi utie bidii. Unaona mwenzako kila siku yeye ni kinaya. Yuko number 1 ananifanya niwe niwe mzito. Lakini mama kila siku nashika mkia. Uko hivyo bana. Sawa, lakini haina haja ubague. Mbona unabagua? Mimi sijawabagua watoto wangu. Mimi nawapenda wote. Mama acha bidii. Uchukua wa pesa. Halafu nikipita naye nitampiga, halafu nimwambie nimwache mama yake habari. Mwanangu, leo nikwambia. Koma kunita mwanao. Laiti ningekuwa mama kama wewe, ningeomba Mungu pataje ufie mbali. Usinione huruma, tena hivi karibuni tegea utasikia habari za mwanao. Ni sawa, sina mengi ya kusema ila ubaki sasa. Ovyo, kuna ndani tunaenda nimekisema stobaki na sura yako kama Steven Seagal. Usinishangae, tena hivi karibuni tegea utasikia habari za mwanao. Sijui kafanya nini. Na sura yake mbaya. Hapo. Ndio ngabre, kando ngala kama ndio taba na shule. Sasa nakuja baba baba mzee, hata ndio ambao naye muoneshe pia yeye. Wewe, hivi kwa mwalimu kama eti ho, kancha mpaka katika kitabu. Nyoko. Sasa kukomona kule kwa basi. Ndio kada wewe ni mchokozi na hakuna mtu kwenye shule hadi. Mama ngani kipo. Majina kama nyeta. Na kupiga kwa baba kwa sababu. Kale mama sasa. Ndio kasemi ya nini? Ni nani wa mtoto unasema? Azio kucheza na mtoto wa nani? Hebu nionyeshe.
Hapana. Hiyo si sheria kwamba tumeweka hapo na shule. Watoto turuka mjao, wananyachia mimi wataka damu. Sawa. Lakini sio sheria kwamba tumeweka hapa shuleni. Sasa leo tunataka kusuluhisha kweli. Wewe unashindwa kwa control friend nyingi na nyachia watoto kama mimi nakuja bwana. Hapana. Wewe njoo tusije tuongee tukile tunataka kusuluhisha. Kwanza. Twende. Dada amefanya nini katika mkono, lakini sijali, changamoto za kawaida. Najua we ni jasiri na nina uhakika utakuja kuwa msichana mzuri maishani. Asante. Ila swali, mbona si wanafunzi wote wako kama nini? Kwa sababu we ni maalum na isitoshe huwa nakupenda sana. Simchukii kidada, ila samehe. Msamehe kabisa, umtoe rohoni, kwa maana Mungu kupenda wake wenye kusamehe. Asante. Unajua kile kitu nataka kukwambia, lakini muda huu nitamtumania pesa mwalimu mimi mwenyewe. Ni sawa, hadi hujanisikiliza. Haya, niambie, ama niko kichwani hauna? Najua wewe. Nilikuwa nakwambia walimu walikuwa wanapiga kura, baadhi ya wazazi wataenda, lakini hawakuchagua wewe. Usijali, furaha yangu ni kukuona wewe umepata burudani. Hata hawakufia, yaani Makishamsa na binti na pamoja na dadake kidada na wazazi wengine wanaenda. Mimi ni sana. Wakati mwingine tutafanya kingi na wewe. Sawa. Mambo tuongee. Yaani ulilonifanya hivi karibuni sio sawa kabisa. Kufanya nini tena mke wangu? Mbona maneno madogo kila uchao? Yaani wajua siamini vile ambavyo binti alivyokuelezea jinsi yule kidada alivyompiga na kumchania kisago. Hilo halikukushtua kabisa, lakini kwa Shamsa uligutuka na kumfuata mtoto wa watu karibu kumzaba kibao. Ona mke wangu, achana na story. Maana hilo tushaliweka sawa. Sasa mke wangu, juzi nilienda shule niliongea na mwalimu akamwelezea kila kitu. Na akasema kwa atachukua hatua kwa kila kitu. So usijali kuhusu hilo mke wangu. Lazima nijali. Manake kama si kwa Shamsa kupigwa, hilo halingewahi enda shuleni. Ila ni sawa. Sasa wewe unielewe. Yaani mimi nakwambia achana na hiyo story, Au ndio tuelewe. Nini bana? Lewa. Binti. Kwa nini wewe usiwe kama Shamsa? Unajua mimi najisikia vibaya sana kuwa na mtoto bongolana kama wewe. Wewe unafikiria utakuja kuwa nani maishani? Na kwa pia wewe na akili yako hii utaja kuwa mama mboga ama mama pima. Niletee tena zero nyingine.
na kutoa shule na kuleta hapo uje kuwa mfanyakazi wa ndani. Dadako akiwa daktari. Umesikia? Lete zilo lako jingine, mshenzi wewe. Hilo domo lako lifunge. Hizi habari sitaki zisikie na mtu mwingine yoyote. Hata mama usimwambie. Sawa? Toka hapa. Enda. Umechaguliwa na wazazi wengine kuwa miongoni mwa watu watakao kuwakilisha siku ya Twitter. Wewe mwanangu. Kweli. Ngoja kwanza nishukuru kwa hilo jambo jamani. Haya mwanangu, nenda ukajitayarishe uende zako madrasa, sawa? Haya mwanangu Nikojua kuwa wewe ni kiranja kwenye darasa hili. Hata isitoshe, wewe ndio unafaa uoneshe mfano mwema kwenye darasa. Mbona ukosumbua na mimi? Mwalimu, tu dadangu nimeongea naye. Asikii la mwalimu na mzee kama jikisima. Huyu hakuna siku anaitisha kitu ukakosa kumpa. Imefikia hatua hadi mpaka namchoka. Alafu dada yako anapambana sana kwa ajili yako. Alafu haya maisha unayoishi wewe si mazuri kama hata kidogo. Alafu isitoshe, hivi kwa mkubwa wataji kuwa nani? Wataka kuwa nani? Nataka kuolewa. Kuolewa? Mimi naomba Baraka kabisa kusoma, nasoma kwa ajili yenu. Hivi wewe una akili timamu kweli? Sasa hivi ukimaanisha kuwa soma kwa ajili yetu ina maana gani? Na maanisha hivi wewe ukiomba na huyu dadangu akiwa maskini hapo, hasa na mimi niko na gari langu, au kama nitawasaidia. Na hiyo ni kwa ajili yenu. Mwalimu, huyu achana naye mtajibishana mpaka hata unyamaza. Namjua mimi. Nimemaliza nezaenda. Sio tu sasa hivi hapa nimeisha sasa.